Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaposema habari za Yesu kufa na kufufuka, ni habari ambazo ni ujinga kwa Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukasoma mahali ambapo tulisoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 18, sura ya kwanza mstari wa 18 hadi 31. Bwana Yesu asifiwe sana, ambapo tuliona kwamba Wayahudi wanatafuta ishara. Bwana Yesu asifiwe sana. Wayahudi wanatafuta ishara. Bwana Yesu asifiwe sana, ambapo walimdai ishara kwenye Mathayo 12:38, kwa kumwambia unafanya ishara gani ili tukuamini? Bwana Yesu asifiwe sana. Na Yohana 4:48, Wayahudi wanataka ishara. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba tutapita tu kwenye Wakorinto 1:18 hadi 32. Mstari wa 22 anasema kwamba kwa sababu Wayahudi wanataka ishara na Wagiriki wanatafuta nini? Hekima, kitu ambacho kinaeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaona kwamba hizi habari za Yesu, kusoma hapo juu anasema kwamba kwa sababu neno msalaba kwa hao wanaopotea ni upuuzi. Anasema upuuzi ni kama upumbavu, yaani ni kama ni ujinga, ni stori za kuchekesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wakati wao wanasema ni upuuzi, story Yesu kwamba amekufa kwa sababu ya dhambi zetu na amefufuka kwa sababu ya sisi tuhesabiwe haki, wanaposema kwamba ni upuuzi, sisi kwetu ni nguvu ituokoayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunasema kwa ujasiri kabisa kwa sababu ni hekima ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Shasini anasemaje? Bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo aliyefanywa kwetu sisi hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi. Bwana Yesu asifiwe sana. 31, kusudi kama ilivyoandikwa, yeye aonaye fahari na aone fahari katika Bwana. Kwa sisi fahari yetu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo tuna sababu ya kumshukuru Mungu kila wakati kwa sababu injili ni habari njema na tumeipokea na tunayo fahari. Kwa chochote tunachojivunia katika wokovu wetu tunajivunia Yesu. Haleluya. Kama tuna kitu cha kujivunia, tunajivunia Yesu. Haleluya. Hatujivunii matendo yetu, hatujivunii chochote, kwa sababu kilichotuokoa ni yeye mwenyewe, kwa sababu ya upendo wake sisi tumeamini tu tukapokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kitu ambacho nataka tuzungumze leo, amen, ni injili inahubiriwaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Inahubiriwaje injili? Bwana Yesu asifiwe sana. Ambayo hii ni ahadi ya Mungu, inahubiriwaje? Moja, kabla ya msalaba walihubirije? Bwana Yesu asifiwe sana. So unajua Biblia imegawanyika katika pande mbili. Moja, kabla ya msalaba; mbili, baada ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambao tumeona kwenye Warumi kwamba iliahidiwa. Ina maana kabla ya msalaba ilikuwa inahubiriwa kama ahadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla ya msalaba injili ilikuwa inahubiriwa kama ahadi. Haleluya. Lakini baada ya msalaba injili inahubiriwa kama kitu ambacho tayari kimeshapokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Ndio maana ukisoma habari za huko Mwanzo mpaka Malaki utakutana na habari zinasema kwamba nitawatakasa, nitawaokoa, nitawasafisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini ukija huku kwenye nyaraka unaambiwa kwamba mlisafishwa. Habari iliyopita, mlisafishwa, mlikombolewa, mlioshwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Kwa agano la kale ni fumbo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaposoma agano la kale ni fumbo ambalo linatakiwa lifumbuliwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuende kwenye Warumi 16 uone 16 mstari wa 25 anasema hivi.
Sasa na atukuzwe yeye aweze kuwafanya imara sawa sawa na injili yangu na kwa kuhubiriwa kwake Yesu Kristo, sawa sawa na ufunuo wa ile siri. Sema siri. Siri. Ina maana kwa Mwanzo mpaka Malaki kuna siri. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu anasema siri iliyostirika tangu zamani za milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Siri iliyofichwa tangu zamani. Na maana anapozungumzia tangu zamani, anazungumzia tangu mwanzo. From beginning. Mwanzo. Na maana Mwanzo moja kuna kitu kilichokuwa kimefichwa pale ambacho katika injili kinafunuliwa, kinakuwa wazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunakiona waziwazi kwamba kumbe kilichokuwa kimefichwa hapa, kama ambao tuliona kwamba yani kule anazungumza nyoka wa shaba, lakini kumbe alikuwa anaelezea habari za Yesu kuinuliwa katika msalaba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa injili katika Agano la Kale ni kama fumbo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Yaani ndio maana anaposema ahadi, na maana kwamba anamaanisha kwamba anaelezea kitu kinachokuja, lakini anatumia kitu kingine kuelezea hicho kitu kinachokuja kwa sababu hamkijui. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Kwa anaelezea kitu ambacho nini? Hamkijui. Kwa mfano, japo sio halisi sana. Sio halisi sana. Mtu anapokuwa anafundisha habari za jehanamu. Haleluya. Hawezi akazungumzia vitu halisi. Anazungumzia kama ni kitu kinachokuja. We jehanamu, kuna waka moto ambao hauzimiki. Nini na nini? Humo ndani. Ulienda umeona? Hapana. Kwa ni kitu ambacho anaelezea, lakini pia hata huo moto amezungumzia moto kwa sababu moto unaujua. Wanaweza asiwe sana. Kwa sababu moto unafanyaje? Unaujua. Lakini actually aseme kwamba unaweza usikute. Wanaweza asiwe kwa sababu sisi njia yetu sio huko. Kwa hatutafika huko ambako huko kwenye moto. Wanaweza asiwe sana. Hatutaenda, hatutajua kama upo kweli ama haupo kweli. Wanaweza asiwe sana. Kwa anaweza kusema kwamba ametumia kwamba moto kwa sababu unafanyaje? Unajulikana. Kwamba angalia maumivu ya moto mtu anapoungua. Kwa ndicho ndio mateso atakayopitia mtu ambaye hatakuwa na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ambaye hatakuwa na uzima wa milele. Anao maumivu, hukumu ya milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ametumia moto kwa sababu tunafanyaje? Tunaujua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ni tunaweza kusema ni fumbo au ni dark speech. Dark speech ina maana kwamba ni neno lililo gizani linahitaji kufumbuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Au tunasema mystery, siri, fumbo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambao kwenye Waebrania sura ile ya kwanza, Waebrania sura ile ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 4. Kuna kitu anazungumza hapo, tutakiangalia kwa haraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Waebrania sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 4. Anasema kwamba Mungu ambaye alisema zamani, sema zamani. Zamani. Hivi nikikwambia ukisoma hapo zamani, unajua nini? Kwa mfano hapa sisi hapa hakuwa anatuambia sisi, alikuwa anawaambia Waebrania. Waebrania wamesoma zamani. Hiyo zamani wanarudi wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini wanarudi mwanzo mpaka Malaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanarudi kule mwanzo. Zamani, alisema zamani na baba zetu. Ukiwaambia Waebrania baba zao, wanawajua baba zao. Ni nani wa kwanza? Ibrahim. Wa pili Isaka. Wa tatu Yakobo. Wajua baba zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hapa ukiweka sisi baba zetu,
kwetu sisi wa mataifa. Amen. Kwa hiyo sisi wa mataifa haimeki nini sense, lakini ukirudi kwenye asili yao wanajua baba zao wanazungumzia watu gani. Katika manabii kwa sehemu nyingi, pigia mstari ile neno sehemu nyingi. Pigia tu mstari neno sehemu nini? Nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Na kwa njia nyingi. Yaani sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa Mungu alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Sehemu nyingi. Hapa. Alafu hapa ni kipande. Sehemu nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu na kwa njia nyingi. Njia nyingi ina maana kwamba namna nyingi. Tunaweza kusumia kwa namna nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapozungumzia sehemu nyingi au sehemu nyingi inazungumzia vipande. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sehemu nyingi tunazungumzia porutai au pati ya ujumbe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu alikuwa kwa mfano amemfunulia mtumwa wake Musa, akaelezea pati ya ujumbe wa Yesu Kristo kuja kuchukua mwili, kufa na kufufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akapita na hakufika kwenye kile, hakuelezea kipande chote, hakuelezea umbo lote la kila ambacho kitatokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana niseme kweli, unaposoma Agano la Kale inabidi usome kwa utaratibu, kwa sababu kuna mahali mwandishi ameandika mawazo yake. Narudia, unaposoma Agano la Kale inakubidi usome kwa taratibu na tahadhari. Ndio maana kabla ya kusoma Agano la Kale inabidi kumwelewa Yesu vizuri. Ukisoma kule, kwa sababu kuna mahali mwandishi ameandika mawazo yake, kwa sababu alikuwa na pati ya ujumbe. Kwa hiyo alipouelezea ule ujumbe, kabla hajamaliza, kwa sababu ujumbe haujaisha, akaingiza na mawazo yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akaingiza na nini? Na mawazo yake. Ndio maana waandishi wa Agano Jipya walikuwa wanachambua Mwanzo mpaka Malaki ili kupata vitu fresh vya kuwafundisha watu wa kanisani. Kwa mfano, ukimkuta Petro, kwa mfano miaka 2000 iliyopita, Yesu wakati anafundisha alikuwa na maandiko, alikuwa na Biblia. Ndiyo, alikuwa nayo, ila alikuwa na Biblia yenye Mwanzo mpaka Malaki. Kwa Yesu alitumia Biblia gani? Mwanzo mpaka Malaki. Kwa mfano, ukimkuta Paulo yuko Korinto anafundisha, anawafundisha wa Korinto, anakuwa na Biblia. Ndiyo. Biblia gani? Yenye Mwanzo mpaka Malaki. Kwa wao walikuwa wanatumia kufundishia Mwanzo mpaka Malaki. Ina maana tunaposoma wa Korinto ni uchambuzi wa Mwanzo mpaka Malaki. Tunaposoma Warumi ni uchambuzi wa Mwanzo mpaka Malaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia sio Warumi tu, hata Mathayo ni uchambuzi wa Mwanzo mpaka Malaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo vitabu vyote vya Agano Jipya waandishi walikuwa wanachambua
Mwanzo mpaka Malaki. Actually pia ukianza kwenye Agano la Kale, ukianzia Joshua, alikuwa anachambua vitabu vitano vya Musa, yaani Mwanzo mpaka Kumbukumbu la Torati. Bwana Yesu asifiwe sana. Wote kina Samueli wote mpaka Malaki walikuwa wanachambua hivyo. Kwa katika Agano Jipya wakaviunganisha vyote. Ina maana Torati ya Musa, 5 books of Moses, na vitabu vingine vya manabii vikawa Agano la Kale. Ina maana wakawa na vichambua. Ina maana kilichosemwa na Musa, kilichosemwa na manabii kinatafsiriwa katika Agano Jipya. Na maana ndio maana ukisoma tu Mathayo anakuambia kitabu cha ukoo wa Yesu, mwana wa Ibrahimu. Ibrahimu unampata wapi? Mwanzo. Mwana wa Daudi, Daudi unampata wapi? Huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukienda mbele anaanza kunukuu mambo ambayo yanaonyesha kwamba yalisemwa, kwa hata Yesu ni utimilifu wa kile ambacho kilisemwa Mwanzo mpaka Malaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo hata kuzaliwa kwa Yesu, ukisoma tu kitabu cha Mathayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Narudi hapo chapa afu tunaendelea na Waebrania. Anasema kwamba kitabu cha ukoo wa Yesu, mwana wa Daudi, mwana wa Abraham. Umesharudi toka nini? Mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ameeleza. Amekuja kwanza kusema 18 kuzaliwa kwake Yesu kulikuwa hivi. Ameelezea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anakuja mstari wa 21 anaanza kusema kwamba naye atamzaa mwana, utamwita jina lake nani? Yesu. Yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. 22 anasema hayo yamekuwa ili litimie neno lililonenwa na Bwana kupitia ujumbe wa nabii akisema. Ujumbe wa nabii wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Amenukuu 20 akasema tazama, bikira atachukua nini? Mimba, naye atamzaa mwana, naye utamwita jina lake Immanueli, yaani ndiye atakao. Haya yamesomwa wapi? Ukiangalia hapo kwenye Biblia yako, kama umefungua pamoja nami kwenye reference hapo tu karibu, ameonyesha kwamba imeandikwa kwenye Isaya 7 mstari wa 14. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaya 7 mstari wa 10 na ngapi? 14. Kwamba wakati Isaya anachambua Mwanzo mpaka Kumbukumbu la Torati kuwafundisha Wayahudi, kwa sababu hata Isaya, ujumbe wa Isaya ulikuwa unaenda kwa Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati anawaandikia, na nyakati hizi alikuwa anawaandikia, Isaya ameandika nyakati tofauti. Ameandika kabla hawajaenda Babeli. Alafu akaandika ujumbe, amewatumia ujumbe kabla hawajaenda Babeli. Akawatumia ujumbe faraja wakiwa Babeli. Alafu akawatangazia pia faraja baada ya kutoka Babeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hapa wakati anazungumzia, anawaambia watu kabla hawajaenda Babeli, anawaambia kwamba tazama, bikira anachukua mimba, naye atazaa mwana, na watamwita jina lake Emmanuel. Sasa Emmanuel sio jina la Mungu. Emmanuel ni status, ni utambulisho, ni sifa. Bwana Yesu asifiwe sana, kwamba Mungu pamoja nasi. Ina maana Mungu atakuja kukaa pamoja na wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu atakuja kukaa pamoja na wanadamu. Yaani anasema watamwita. Ina maana watamwita. Hazungumzi kwamba jina lake. Anasema kwamba itakapokuwa, ina maana Mungu atakapo, watasema kwamba Mungu yupo pamoja na wanadamu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni nini? Ni ahadi. Akasema part ya hiyo sehemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ikaendelea akiwa kwa umeona Mathayo alikuwa anachambua Mwanzo mpaka Malaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amechambua Mwanzo mpaka Malaki. Vyote alivyokuwa anasema alikuwa na nukuu mengine kutoka, na sio yeye tu, hata Yesu pia wakati anafundisha hakuwa anafundisha jambo lingine kutoka sehemu yoyote. Alikuwa anafundisha kutoka Mwanzo mpaka Malaki. Ndio maana ukisoma kwenye mafundisho yake, wakati walipokuwa wanamuuliza maswali, alikuwa anawaambia kwamba hamkusoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukienda hii Mathayo 19, Bwana Yesu asifiwe sana. Mathayo 19 wamemuuliza habari ya ndoa. Yesu anawaambia, Bwana Yesu asifiwe sana. Wamemuuliza, Wayahudi wakasema 19:1. Ikawa Yesu alipomaliza maneno hayo, akatoka Galilaya, akafika huko 3. Basi Mafarisayo wakamwendea, wakamjaribu. Wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa sababu yoyote? Mbona hiyo swali? Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu kwa sababu hakuleta wala hakuwa anasema maneno yake, hakuleta jambo jipya wala hakuwa anasema maneno yake, akawarudisha, akasema, akawaambia, hamkusoma. Neno hamkusoma ina maana kwamba mlipita shwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Yaani sawa hapo na Sayuni aliulize, hivi Ngoswe alienda kule kijiji kufanya nini? Namuuliza, haujasoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Haujasoma kwa sababu ni kitu ambacho kimefundishwa, amekipitia toka form 1 mpaka wapi? Form 4. Sasa kumbuka, hawa Mafarisayo ni walimu wa maandiko, ni watu walio qualified, yani ni sawa na tunaweza kusema kwamba sasa hivi ni wachungaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanamuuliza swali hilo ambalo lipo kwenye maandiko, anaambia kwamba hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo. Angalia neno mwanzo, aliyeumba mwanzo walioumbwa wapi? Aliwaumba mwanaume na mwanamke. Ina maana amerudisha Mwanzo 1:27, amewarudisha huko, kwamba mimi sisemi jambo lolote hili, nawaambia hivi, rudini mkasome Mwanzo mlango wa 1 mstari wa 27. Yes, mwenyewe ambaye ndio nani? Ndio Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawarudisha huko. Kwa sababu yote ilikuwa nini? Ni ahadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sehemu ya ujumbe, kwa takwa ya waandishi wote wa maandiko kuanzia Mathayo mpaka walikuwa wanachambua. Kwa tunaposoma maandiko kwa Agano Jipya, tunasoma uchambuzi wa Agano la Kale. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa turudi kwenye Waebrania, anasema kwamba Waebrania sura ile ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 4. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna vitu tunajifunza. Amen. Na lengo letu ni kubwa kuelewa maandiko na namna ya kuhubiri Injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa anasema kwamba kwa njia tofauti kwa au sehemu nyingi ambayo tumesema ni part ya ujumbe, yani sio ujumbe nini kamili. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini njia nyingi anasema divine manner, ambayo ni kwa namna nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Part ya ujumbe au sio kitu chote au sio kamili, lakini pia kwa kutumia vitu kuelezea. Mfano, Mungu wakati anafundisha, niseme jambo moja. Mfano, kwa hiyo tunaelewa kwamba Biblia yote, kila kitabu kilikuwa
kilikuwa special kwa ajili ya watu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kitabu cha Mwanzo Musa aliwaandikia wana wa Israeli. Amen. Yaani unaposoma kitabu cha Mwanzo unasoma notes za Musa alizokuwa anawahubiria wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaposoma kitabu cha Mwanzo unasoma notes za Musa alizokuwa anawafundisha wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaposoma kitabu cha Kutoka yaani unasoma notes za Musa alizokuwa anawafundisha wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Musa wakati anafundisha anaandika notes za Mwanzo kuwafundisha wana wa Israeli walipokuwa jangwani. Alikuwa anatumia vitu wanavyovijua kuelezea kitu wasicho. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana kazi ya mfano. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ni sawa na shuleni, mtoto wako umempeleka shule alafu anafundishwa a. Bwana Yesu asifiwe sana. Anafundishwa a kwa sababu a ni kitu kigeni kwake, haelewi. Anaambiwa inamkia mfupi. Na kwa nini anaambiwa inamkia mfupi? Sasa hivi hawatumii hiyo a inamkia mfupi. Wanatumia a for apple. Tofauti na sisi mwanzo, kwa sababu sisi tulikuwa tunajua mbuzi, tulikuwa tunachunga mbuzi, tunajua mbuzi anamkia nini? Mfupi. Kwa hiyo tulikuwa tunaambiwa inamkia nini? Kwa maana sasa hivi ukimwambia iko kama kata. Watoto sasa hivi wanajua kata. Ilitoka kata ikaja iko kama bata. Wanaweza ziweza. Zamani tulikuwa tunajifunza kwamba iko kama kata. Kwa sababu gani? Tulikuwa tunabeba mtungi, bila kata huwezi kubeba mtungi. Wanaweza ziweza. Baada ya mitungi kuanza kupotea, ukasema walimu wakaona hii kata inakuwa ni msamiati pia kwa wanafunzi. Amen. Inakuwa ni msamiati. Unamwambia iko kama kata. Kwanza nakuuliza kata ni nini? Wanaweza wazezana. Wakaitoa wakasema iko kama bata. Bata ulikuwa mnamjua. Wanaweza wazezana. Kwa sababu gani? Yupo nyumbani. Bata wapungua sasa hivi wanatumia nini? Walimu hawaji. Wanaweza wazezana. Wanatumia namna nyingine kwa sababu kitu kinachojulikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanatumia kitu kinachojulikana. Kwa hata Yesu wakati hata Musa wakati anafundisha alikuwa anatumia vitu wanavyovijua. Amen. Amen. Ili kumuelezea Mungu. Hivi wewe hujawahi kujiuliza? Nikwambie kitu sasa. Hebu fikiria pamoja nami. Musa amezaliwa wapi? Amezaliwa wakati gani? Amezaliwa kwenye kitabu cha Kutoka. Wanaweza kusema amezaliwa kwenye kitabu cha Kutoka. Niambie, kuna vizazi vingapi vimepita kabla ya Musa? Vizazi vingapi vimepita kabla ya Musa alafu na kati ya Adamu na Musa? Vingi. Na ni vingi, ni miaka 1400. Miaka 1400. Miaka 1000 na nini? Na 400. Sasa miaka 1400 mtu aliyezaliwa sasa. Sasa kwa mfano wewe umezaliwa sasa hivi 2000 na alafu umekuwa unaanza kuandika historia ya Tanzania, namna ilivyoanzishwa, namna mtu wa kwanza wa kuwepo Tanzania alipokuwa. Lengo lako linakuwa nini? Moja ni kuwarudisha Watanzania kwenye asili yao, au kueleza mpango wa kuanzishwa kwa hii Tanzania. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Musa wakati anawafundisha Waisraeli, anawafundisha mwanzo.
Lengo lake nini? Ni kuwapa mpango wa Mungu kwenye maisha yao. Ndio maana hajabezi na watu tofauti tofauti, amebezi na watu muhimu kwa ajili ya taifa lao. Amen. Ndio maana usiwaze kiwazimu kwa kuwaza kwamba eti Musa alikuwa anazungumzia habari ya uumbaji wa nchi wa dunia. Watu ukiwaza uumbaji wa dunia utaulizwa Kaini alimuoa nani? Wakati Adamu alikuwa na watoto wawili tena wa kiume, mmoja akawa Habili, alafu wa pili naye alikuwa wa kiume, alikuwa anaitwa Sesi. Alafu baada ya kutoka hapo Kaini akaenda nchi ya mbali akajitwalia mwanamke. Mwanamke yupi? Yupi tena? Alitoka wapi? Aniambie. Kaini alioa mwanamke alitoa wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama hilo swali gumu, ina maana unakaa utulie kwanza. Mungu alikuwa Musa alikuwa anawafundisha ili waelewe mpango wa Mungu. Kwa hazungumzi uumbaji, hazungumzi mwanzo wa dunia, anazungumzia mwanzo wa ukombozi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Yohana amechambua Mwanzo moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wewe unawaza kwamba ni nuru ilikuwepo, wakati yeye Yohana anaichambua Mwanzo moja, anasema nuru hiyo ilikuwa ni Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wewe unawaza kwamba ile nuru kwenye Mwanzo moja ilikuwa ni jua, yeye Yohana ambaye amekaa na Yesu, ameshamuelewa Yesu, anasema kwamba ile Mwanzo 1-3 alikuwa anazungumzia Yesu Kristo, kwamba yeye ndiyo nuru ya nini? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo aliyeandika ndio ana uwezo wa kufungua. Ndio maana nikasema kwamba Mwanzo mpaka Malaki ni fumbo ambalo hilo usiposoma vizuri unapotea. Paulo amesema kwenye Wakorintho wa pili, amesema kwamba mpaka leo, sema mpaka leo, lisomwapo Agano la Kale, kisibo hicho kinakaa juu ya watu, ya fahamu za watu, hawaelewi kabisa. Yaani, unajua Musa alikuwa anaelezea vitu, sawa? Anaelezea hali ya watu. Wakati ameshuka uso wake unang'aa, wao wakaogopa. Akachukua kitambaa kafunika. Ina maana hali ya kutokuelewa ya mioyo, ugumu wa mioyo, akafunika watu wasielewe. Kwa namna ni katika Kristo. Amesema, ngoja tusome hapo kwenye Wakorintho wa pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Wakorintho wa pili sura kama ya 3. Sura ya 3 mstari wa 10. Wa 12. Anasema hivi, basi kwa kuwa mnatumaini la namna hii, twatumia ujasiri mwingi, nasi si kama Musa alivyotia utaji juu ya uso wake, ili kwamba Waisraeli wasitazame. Hiyo kutazama ni kuelewa ufunuo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wasitazame sana mwisho wa ile iliyokuwa ikibadilika, ila fikra zao zilitiwa uzito. Sema, fikra zao zilitiwa uzito. Kwa ile utaji, fikra zao zikatiwa nini? Uzito. Sawa? Zikatiwa uzito. Kwa maana hata leo hii wakati lisomwapo Agano la Kale, hata leo hii, sio leo hii ya leo, sawa, ile inaweza ikawa hata leo hii ya leo. Leo hii wakati anawaandikia Wakorintho, leo hii kipindi hicho cha Yesu miaka 2000 iliyopita,
bado ilikuwa inawachanganya, lakini inaweza ikatuchanganya hata leo hii, si ndio? Hata leo hii hivi, wakati lisomwapo Agano la Kale, utaji huo au uzito huo wa kuelewa, uzito huo sawa, wakaa, yaani haikufunuliwa kwamba huondolewa, yaani haikufunuliwa kwamba uzito huo unaondolewa katika Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hivi, ila hata leo Torati ya Musa isomwapo, utaji huikalia mioyo yao. 16 anasema hivi, lakini wakati wowote watakapomgeukia Bwana, utaji huondolewa. Kwa hiyo kusoma Agano la Kale bila kuwa na jicho la Yesu Kristo unaleta uzito, unakufanya uendelee kuwa na uzito ndani ya fahamu wako. Kwa inabidi kwanza uelewe, umfahamu Kristo, ili ukianza kusoma Agano la Kale uanze kumuona Yesu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili unapoona safari ya wana wa Israeli usione safari, uone Yesu. Ukiona bustani ya Edeni usione bustani ya Edeni, uone Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona sijui tunda, ukiona sijui Babeli, ukiona nyoka wa shaba, ukiona safina. Unajua kuna vitu vina sense, vina make sense kwenye maandiko, kwa sababu kwa mfano safina ni Yesu. Safina kama unaposema safina ni Yesu, everything, kila kitu kilichoandikwa ilikuwa ni lugha ya kufundishia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu amewafanya wana wa Israeli kuwa shamba darasa. Sema shamba darasa. Shamba darasa. Neema tulionayo sisi wa kizazi hiki ni kwamba tunaposoma maandiko tunasoma fumbo au tunasoma na kufumbuliwa. Ndio maana nikwambie kitu kimoja, hata leo hii Musa akifufuka inabidi akae darasani achambuliwe kila alichokuwa anakiandika, kwamba kimeshatokea, Yesu yuko hapa, alishakufa kwa ajili ya dhambi zao. Unaamini Musa? Ndio naamini. Basi unahesabiwa haki katika Kristo. Kwa sababu alichokuwa anakiona kipindi kile, alikuwa anaona kama ni hekalu. Anaona kama ni hekalu, maana akatengeneza hekalu. Alikuwa kama anaona kama hema ya kukutania, akatengeneza hema ya kukutania. Lakini kumbe wakati anaona hekalu, sisi tunasema ni muamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hakutengeneza kwa fikra zake. Alikuwa anaambiwa nini? Fanya hekalu mfano wa kile ulichokifanyaje? Ukaona. Kwa ukienda Israeli, namna alivyotengeneza hekalu ni sawa sana na Musa alivyoliona. Ila hakuwa anaona nyumba, alikuwa anaona muamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaona kitu kama nini? Nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Lakini sio kwamba alitumia hekalu kwa sababu hekalu wanalijua, ila wao wakabaki na nini? Hekalu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Yesu alipokuja akasema ninabomoa hii na jenga nyingine. Baada ya siku 3 nabomoa hii na jenga nini? Nyingine. Baada ya siku hizi 3 tu wakashangaa, hii imejengwa kwa siku 40, kwa miaka 40, wewe ubomoe na kujenga baada ya siku 3.
waona huyu mtu hamna kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kitu chochote ambacho kimeandikwa Mwanzo mpaka Malaki, usikichukue moja kwa moja kukileta kwenye utendaji bila kupita, sisi wa Agano Jipya, bila kupita kwenye kimezungumzwaje kwenye vitabu vya Injili na pia kwenye nyaraka kimezungumzwa hicho kitu. Bwana Yesu